kati ya Yonathani na Daudi. Ni agano ambalo liliwafanya wawe salama. Ni agano ambalo liliwafanya washinde. Ni agano ambalo liliondoa uadui, likaleta urafiki. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona agano lilifanya Mefibosheti akatoka mahali alikuwa anadharaulika, mahali alikuwa anasukumwa kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Tukaona anatoka hapo. Siku inatokea mfalme anasema kamchukueni Mefibosheti. Wanaenda kumchukua na magari, mtu ambaye alikuwa amesahaulika, hafai kwa lolote. Yeye aliyokuwa anamthamini naye amekufa. Sasa amebaki katika hali ya ukiwa. Baba yake hana, mama yake hana. Agano linakwenda kumtoa, linamleta kwenye nyumba ya kifalme. Alikuwa analala chini, anaenda kulala kwenye vitanda vya kifalme. Alikuwa anakaa kwenye kiti, pengine akukata kwenye kiti hicho, anaenda kukaa kwenye viti vya kifalme. Anakwenda kula vyakula vya kifalme. Anaenda kulindwa kama mfalme, lakini walikuwa wanamwacha. Mbwa watamzunguka, nyau, hata nini wale viroboto pengine wamrukie kwa sababu ni mlemavu. Anajivuta. Alikuwa mlemavu wa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote hayo ni kwenye agano. Nasema mimi naweza nikaendeleza kwa sababu kile ambacho kimeendelea bado tunakumbushwa agano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ametuita kuifanya kazi ya Mungu. Yesu ametuita tumtumikie. Yesu ametuita tukae kwenye makubaliano. Tuliona makubaliano yanapatikana kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu liko kwenye makubaliano. Kwenye neno la Mungu ndiko kwenye ahadi. Hakuna sehemu nyingine. Tukasema hivi, wiki ya Jumapili tulijifunza kwamba kuna wakati tumekuwa tukisema huyu ni mtu wangu Bwana. Hakuna cha mtu wako. Mtu wako anaweza kaondoka yupo, unabaki mtu anasikitika yupo. Alikuwa mtu wangu sana, lakini alichonifanyia siwezi Bwana. Huyo ni mtu wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu wake, walikuwa wameshikana hivi. Siri zake anazijua, lakini kuna wakati anasema hapana yule, hapana Bwana. Nilijua ni rafiki yangu, nilikuwa ni ndugu yangu yule, lakini hamna. Lakini kwenye agano la Bwana tunaona kuna makubaliano yanayodumu, yanaondoa uadui pamoja na